Ni tumaini letu ya kwamba uko salama, Mungu anakutunza vyema, na Mungu ametupa neema na baraka kubwa ya kuanza mwezi huu wa 5. Ninayo imani ya kwamba kama ambavyo amesimama nasi katika miezi iliyopita, anaweza kusimama nasi katika mwezi huu, akatutia nguvu, akatupa ushindi. Kwa hiyo una sababu ya kuhofia, una sababu ya kuweka shaka. Na kama ambavyo tumeanza mwezi huu kwa kusherehekea siku ya wafanyakazi duniani, tunakutakia heri na baraka tele katika kazi yako. Fadhili za Bwana na neema ya Mungu izidi kuwa kwako. Tutashiriki tafakari kutoka katika Kumbukumbu la Torati sura 28 aya ya 12. Kumbukumbu la Torati sura 28 aya ya 12. Biblia inatuandikia maneno haya, yanasema hivi: atakufunulia Bwana hazina yake nzuri ambayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubariki kazi yote ya mkono wako, nao utakopesha mataifa mengi, wala utakopa wewe. Ahadi hii ni ahadi ambayo Mungu anaitoa kwa Israeli. Anawatazama katika hali yao ya mazingira ya tabia nchi, anatamka baraka juu ya taifa ya kwamba kutanyesha mvua kwa wakati wake. Anasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, na hii hazina nzuri anaifafanua moja kwa moja ya kwamba hazina hii nzuri ni mvua kunyesha kwa wakati, ili mazao yapate kumea, chakula kiwepo, na nchi iwe na baraka. Lakini hazina nzuri nyingine, anabariki kazi ya mkono, anabariki kazi yote ya mkono, ili matunda mema yazaliwe watu wafanyapo kazi. Na anasema wazi, kwa kuwa mvua itanyesha kwa wakati, kwa kuwa kazi ya mikono itabarikiwa, matunda mema yatakuwepo, basi Israeli hata kopa bali atakopesha. Hii ni neema kubwa. Kwa hiyo tunachohitaji ili tuweze kuishi maisha ya baraka za kiuchumi, tunahitaji neema ya Mungu ifunike katika anga la taifa letu, ili tunapopanda, tunapolima, tunapofanya kazi, zote zinategemea tabia nchi. Na katika kutegemea tabia nchi, kukiharibika kwenye tabia ya nchi au hali ya hewa, tutapita kwenye kipindi kigumu. Tunahitaji mkono wa Mungu usimame pamoja nasi. Mvua zikizidi sana, kunakuwa na uharibifu. Mvua zikiwa chache, kunakuwa na upungufu wa mazao. Tunachohitaji ni hii baraka ambayo Mungu anasema, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, majira sahihi, ili tuweze kupokea neema, kupokea baraka. Lakini pia anatamka jambo la kubarikiwa kwa kazi za mikono. Kama kazi za mikono zitabarikiwa, maana yake utapata faida katika kazi unayofanya. Utaona neema katika kazi unayofanya. Matokeo yake utakuwa mtu wa kukopa, utakopesha, kwa sababu kwako utaweza kutimiliza uhitaji. Wengi tunaingia kwenye madeni kwa sababu hatuna cha kutimilizia uhitaji. Kwa hiyo unavuna shilingi 100,000, lakini umetumia shilingi 200,000, hii moja nyingine umeikopa, na matokeo yake inaharibu mavuno yanayokuja pia. Mungu anayo hazina yake nzuri, anataka kutufunulia ili maisha yetu yawe ya heri, yawe ya baraka, na tutembee katika hiyo neema. Kwa dakika hizi chache tutaomba Mungu aibariki kazi yako, Mungu alibariki taifa letu, afunike hali njema ya hewa kwenye maeneo mbalimbali, ili tunapowajibika katika kazi zetu tuvune yaliyo mema. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakusifu na kutukuza. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, asante kwa uwezo wako na nguvu yako. Bwana, lihimidiwe jina lako, utukuzwe kwa kuwa watenda mema kwenye maisha yetu, watufunika kwa fadhili zako. Asante kwa ajili ya baraka ya mwezi huu wa 5 ambao umetupa. Asante kwa ajili ya siku hii ya kwanza ya mwezi wa 5. Mungu, tunaomba hazina yako nzuri kafunuliwe kwetu, sawa na ahadi uliowapa Israeli ya kwamba utawafunulia ahadi nzuri, kunyesha mvua kwa wakati juu ya nchi. Nasi tunaomba hivyo kwa taifa letu, ili pakawe na chakula, tukawe na neema ya kupata mapato kutoka katika ardhi ya nchi yetu. Fadhili zako Bwana zikafunike anga la nchi hii, mvua ikanyeshe kwa wakati. Maeneo yoyote ambayo kunanyesha mvua za kuzidi, na maeneo ambayo mvua hazinyeshi kwa wakati wake, ukatufungulie neema Bwana. Fadhili zako zisimame pamoja nasi, ili tukapate kushinda na kufanikiwa. Tena Mungu, ninakuomba kwa ajili ya kazi ya mtumishi wako huyu, anatoka kwenda kufanya kazi. Bwana, ukaibariki kazi yake, neema yako iwe pamoja naye, ukaistawisha hiyo kazi, aweze kuvuna yaliyo mema. Msaidie kupata faida katika kazi hiyo,
umpe hekima ya kuweza kuvuka vikwazo mbalimbali ambavyo vinatokea wakati akiitenda kazi hiyo, ambavyo vinakuja kama vizuizi, vinaharibu na kuzuia faida njema ambayo angeipata. Bwana Yesu, ukampe neema, ukamsaidie mambo yoyote anayohitaji kuyatimiliza kazini. Bwana, ukampe hekima, ukampe nguvu, ukampe akili ya kuweza kuyapata na kuweza kuyatimiliza. Mambo yoyote yaliyo magumu ukamsaidie kuweza kuyavuka. Neema yako ikasimame pamoja naye. Kitu chochote kinachoharibu mapato yake ili aishi maisha ya madeni na kukopa, Bwana Yesu, ninakusihi ukakiondoe katika maisha yake, ukampe amani yako. Iwe ni tabia za kwake mwenyewe ambazo zimezidi kiasi na anashindwa kukontrol matumizi yake, ukamsaidie Bwana kwa neema yako. Ufundishe moyo wake kuwa na kiasi ili aweze kuweka akiba, aweze kutumia kwa matumizi yaliyo ya lazima, na nguvu yako iwe pamoja naye, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana, neema ya Mungu ikutunze, na nikukaribishe katika maombi ya kidato cha 6 ambayo tunaendelea nayo. Tumeanza leo asubuhi na tutakuwa live kwa njia ya YouTube saa 4 kamili usiku. Tafadhali usiache kuungana nasi. Asante sana.